Masa harakisha masa. Hodi hapa. Tumefika hapa kwa nyumba ya kina Baha. Na tunashukuru Mungu ametuwezesha kufika salama. Naona kuna sister zake hapa. Na kuna niliambiwa pia kuna msanii, si ndio? Msanii yuko wapi? Wewe ndio msanii? Natumai kwamba unatumia wimbo. Bahati pia aone kwamba hakuzaliwa msanii peke yake. Wasanii wamezaliwa wengi katika na karibu. Asanteni. Tumefurahi kufika kwa nyumba yako na Mungu ni mwema, hapa ndio naishi. Yes, tunashukuru Mungu. Natumai kwamba mapenzi yetu, tunaomba kwamba kazi kwa leo kwa ajili ya kumcha kwenu kunitembelea. Yes, asante sana mam, tumeona umetrend sana pale kwa mtandao. Na watu wengi sana wamenipigia simu wakaniambia, Faye, tembelea Mama Bahati, utuonyeshe Mama Bahati mahali anaishi na utuonyeshe pia watoto wake wengine. Hapa ndio mahali ninakaa. Niko na watoto wangu hapa, kuna wengine wakubwa washaenda kazi, kila mtu anakaa kivyake. Lakini ni wadogo ndio nakaa nao hapa. Sawa. Sasa hao ndio watoto wako. Ulisema kuna watoto 6. Yes. Sasa tuintroduce kwa watoto. Huyu ni rafiki ya huyu last born wangu. Wanakuanga na yeye na vitu za wasanii. Wanajifundisha vitu na wasanii. Sasa bila ameona wakini akasema hata yeye pia achiunge na sisi. Huyu ndio sasa huyu anaitwa Jaden, ni Cherani. Alafu huyu anaitwa Michael. Alafu mwenye anafuata ni Cynthia. Cynthia anajiunga na sana michezo, mipira, nini vitu ya kufurahisha pia, lakini hata yeye anatamani kuingia TikTok. Kina mwambia angali mdogo, acha aendelee na mpira kwanza. Cynthia tunaona ameshika mendo pale. Hebu tuelezee kwa ufupi. Ni za nini? Hizi medali amefaa hizi. Hizi aliwin rugby, Kenya rugby. Anacheza rugby na rugby ndio huwa inamsimamia na hata masomo yake. Cynthia, mambo. Hebu tuongeleshe kidogo, tuambie mtu nani, tuambie wewe ni wangapi kwa familia. Ongea tu, naitwa Cynthia, iko tu. Sema. Ongea wewe, sema tu majina. Ongea. Sema. Usiogope. Naitwa Cynthia. Napenda kucheza rugby. Mimi ni dancer. Mimi ni dancer, mimi ni actor. Pathway yangu ya shule imenichagua ni art because niko na opportunity ya kudance na kuact. Ndio nitafanya next year kama subject zangu. Sawa Mama Bahati, tunaona umezaa wasanii. Niko nao, hata si Bahati peke yake. Baraka ziko hapa bado tu. Baraka ziko hapo kubwa, sasa zimeanza kuzaana, sasa kujulikana. Sawa, umetuambia huyu kijana wako mdogo anaimba. Wanasaidiana na huyu best yake. Hebu tuintroduce kwa kijana mdogo pale. Kijana mdogo. Uimbia kwa hata Bahati afurahia. Ajua hata wewe pia ni mkali kivyako. Imba kwa wimbo moja na rafiki yako. Shata panga hawezi kupigana. Buda Shangda alimleta Kanai. King wa mtaa anaitwa Sagodi. Yeye ndo alimleta Kanai. Kwani wewe mtoto mimi niruka kama tatu. Akili yangu chafu kama swali ya kietu.
Zungu ako juu anaenda Kiingereza ni kwa Masai, nikaiba pipe akanipiga rungu moja nikalia woyo. Mama nipe 100 nilinde familia. Baba kaingia akaua watu 100 moja kabakia akazika na dunia. Mama Roda kajikojolea mtoto wake kamchukulia. Sisi wote ni marafiki. Hey, wasanii wako sawa kabisa. Wako Kijana unaitwa nani? Naitwa Michael Kiprotich. Unapenda kuimba. Unapenda kuimba? Sasa ushajua Bahati ni brother yako. Nataka uongeleshe Bahati, umwambie kitu yenye unataka, ungependa akufanyie. Ningependa nifanyie, nilikuwa naimba na yeye. Hivyo tu. Ongeza sauti ya kusikia vizuri. Ningetamani tuimbe na yeye. Mwambie wewe ni msanii mkubwa, pia unahitaji kukua kama yeye. Mimi ni msanii na rafiki yangu hapa. Na tungependa tukuje wote lakini tusikuja wote na yeye. Na leo ukikutana na Bahati unaweza mwambia nini? Nikamwambia anisaidie nikuwe msanii kama yeye. Sawa, asante sana mam, tumeona uko na wasanii, umebarikiwa na wasanii. Pia tunakuombea upatane na Bahati pia. Umuongeleshe, umwambie kitu ungependa kumwambia. Utamwambia nini ukipatana na Bahati sasa? Bahati, mimi bado tunamwambia kwa sababu tuko na mambo mingi. Sasa ni msamaha tu bado. Yaani roho yake ikubali kusamehewa. Ya kwanza tukishasamehewa lazima tupe Mungu heshima kwanza. Ndiye ajue Mungu alikuwa na kusudi itendeke namna hii mpaka yeye aelewe. Akishaelewa basi ndio tujue what next. Kwa maana tu ni msamaha na kuomba Mungu afunguliwe na pia mimi nifunguliwe. Hiyo tu ndio nalia tu. Ndio yani nataka tu akishanisamea niko tu ready kumsamea na niko tu kumove on pia na shughuli zake na yeye na shughuli zake. Sawa, mama Bahati, vile umetrend, kuna mwanaume fulani pale, sijui alikuwa Mluya ama ni Mkisii, amejitokeza akaweza kusema yeye ni baba Bahati, alikuwa amekuoa. Ni kweli ama ni uongo? Ai, mio mpapu mimi simjui. Hata mimi nimestukia pia kumuona watu wakiniuliza, na mbona wewe ulisema papa ni Mkamba na huyu tunaona ni kama Mkisii. Mimi huyo simjui. Yes. Tuzimie hiyo sister. Umjui? Simjui. Papa ya Bahati alikuwa Mkamba. Yeah. Nimetokeza. Akasema pia yeye ni mama Bahati na huyo mwanaume pia akasema alikuwa amekuoa. Wewe unazungumziaje hiyo jambo? Watu wasichukulie hii kitu kwa ya msaa. Kwa sababu mimi najua papa ya Bahati alikuwa Mkamba. Na huyo mpapa vile jinsi namuona anakaa Mkisii. Ulisema baba ya mwenye alikuwa amekuwa alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Kioko. Sasa huyu pia namuona hata majina yake vile anasema mimi hiyo majina sijaiona. Kwa sababu kitu tu yenye mama anashikanga sana. Wewe sana bwana mtoto unakosa kumjua jina na hata sura yake vile ilikuwa inakaa. Yeye alikuwa mweupe, alikuwa mweusi. Sasa huyo mweupe vile ametokelezea na majina mimi sijui au tu ndio wanataka tu kuleta msaa kuharibu mtu maneno, lakini mimi huyo simjui. Au tu ndio wanatafuta kiki ama wanatafuta ongo, mimi siko. Sasa ungewaambia aje? Mimi kulingana na upande wangu ningewaambia waache kufanya hivyo, si vizuri. Hata kama wangekuwa ni wao, uchungu wangekuwa nayo, mimi niwafanyie hivyo, wangejisikiaje? Hiyo si kitu ya kufanyia msamaha. Hiyo ni kazi yenye Mungu mwenyewe ametoa. Sio ati kitu wewe ujiweke tu ndani. Inaweza kuletea shida hiyo. Maswali mengi yameulizwa pale kwa mtandao. Watu wanauliza huyu mtoto, huyu Bahati ni mtoto wako na mbona ile time alikuwa analia? Mbona hukutokea mapema? Sichakataa, nimewaambia nikisiti kurudia hii kitu. Mpango za Mungu zinabaki tu kwa mpango za Mungu. Kuna kitu tunaweza kuwa nayo na ichakucha kwa fahamu. Mungu ndio upea mtu fahamu. Kinakusumbuanga lakini itakuja kwa fahamu yako, na kuna siku yenyewe itafanya nini, itajitokeleza. Wewe lazimisha. Mimi nilikuwa tunajua mtoto nipeleke children home na vile walikatalia kunipea mtoto iliisha hivyo.
Siku tu itakuja tena happen. Sasa ni Mungu mwenyewe alikuwa anapeleka mipango zake vile zinalingana na wakati wake. Huwezi lazimisha Mungu fanya kitu fulani. Hapana. Wakati nilienda kuchukua mtoto wakakataa hawataki mtoto. Mimi niliachana naye nikasema Mungu kama ulipanga iko hivyo, wacha iko hivyo. Si kujua mbeleni itakuja kujitokelezea. Ndiposa umeona saa hii imejitokelezea kwa sababu ya mpango wake. Labda Bahati pia kwenyaka anaombanga akitafuta mama yake. Na Biblia wasema unaomba ukivumilia ukiongoja majibu. Hujui itakuja lini. Mungu ndiye anajua majibu vile itakuja. Sasa hiyo maombi yake labda vile alikuwa naomba na vile maombi yangu nilikuwa naomba Mungu utende siku moja nikutane na mtoto wangu. Labda yeye pia naomba Mungu naomba nikutane na mama yangu. Sasa ni mapenzi ya Mungu mwenyewe. Sasa imefika wakati wake wa kutoa nini? Hii. Mimi kukaa kwangu vile walinyima mtoto nilikuwa tu nikufe na hii. Na Mungu amesema hapana, utakufa na hii, lazima ikutoke. Na hivyo tu ndio imetoka. Na labda kule nyumbani kwa kina Bahati wajulikana huko. Nilisema sijaenda kwao. Kwa hiyo uliolewa tu huko town ukaishi town? Tulikaa town ndio tulikuwa tunajipanga. Si yeye wakati alinioa alitaka yenyewe twende kwao. Ndio nimefika mahali kumbe ningekupata tu niende, lakini ile ilikuwa mpango wa Mungu. Nikamwambia hapana, acha tukae kidogo mpaka mimi userusa kwa wazazi ndiposa twende nyumbani. Tuwezi enda kitambo, si kama sasa hivi unafanya tu vitu. Lazima uise wazazi nimepata mume. Mnaona ni mzuri, naweza hata uona anasema niende kwao. Wazazi wakupani. Sasa mimi wananiambia nataka kwenda kwao na mimi nikausa wazazi wakakataa. Sasa singeenda kwao na wazazi wamekataa. Maybe kuintroduce kwa familia yao, mtoto wa familia yao. Hakuwa. Ndio sasa tulikuwa tumeanza sasa hata tujamaliza, yani ati miaka 2 sijui nini. Hapana. Acha kuwa si ndio pato mnakaa tu. Je, pia asikusome, wewe pia msome. Bahati ndio mtoto wa kwanza katika upande wako? Hapana, nilikuwa nimesema. Wewe wakati ulikuwa na wengine? Nilikuwa tuna msichana mmoja mwenye alimtumia message. Nilikuwa na msichana ni sana nikiwa grade 8. Sasa ndio nimwache nikikucha kazi. Na maybe saizi wakisema muende mfanye DNA, uko tayari kufanya? Mimi niko tayari. Chochote kwa sababu nataka hii kitu initoke ndani. Mimi nikuwe huru kabisa. Yaani nikuwe tu nikitembea nikijua siri yenye iko nasumbua Mungu ishatoka ndani. Hapo ingekuwa kikwazo kwa Mungu mimi. Hivyo. Kwa hiyo uko na uhakika kwamba Bahati ni mtoto wako kabisa? Mimi niko na hakika. Kwa sababu kitu huwezi kusumbua kwa ndoto kila saa inakuja. Hata wakati wa Yusuf, wakati alikuwa anaota ndoto, akipeana ndoto, walikuwa anachukulia msaa, lakini mwisho ndoto ikatimia. Lakini Bahati alizungumza akasema yeye ajui mambo ambayo anazungumzia, manake alizika mamake takriban miaka 25 iliyopita. Sasa mimi siwezi nikaelewa kwa sababu watoto mahali wanaenda kulelewa. Sijui chenye kinaendelea huko kwenye wanakaa. Sijui labda walimtoa mahali pale vile nilikuwa nafuatilia wakampeleka kwingine. Sijui, lakini mimi tu chenye mimi najua mtoto wangu nimpeleka Children Home. Sasa hii maneno mengine nafuata hivi sijui vile iliendelea mbeleni. Lasi, maybe tuambie kitu. Mimi sina kitu cha kusema. Hata jina. Mimi naitwa Lola. Hebu tuambie venye ulisikia Bahati ni ndugu yako, ulifeel aje? Pia mimi nilishtuka. So ulikuja kujua baada ya muda gani? Madhe alikuja akawaambia baada ya muda gani hivi? Mama alikaa sana na hiyo siri. Hata sisi hatukuwa tunaamini. So saizi maybe Bahati akikuwa kama Bahati anakuona sasa hivi unaweza mwambia nini? Tunamkaribisha kama ni mtoto wetu. Tunamkaribisha, tuweze mkataa. Sasa uongea na yeye, maybe anakutazama sasa hivi. Hebu ongea na yeye. Karibu. Alafu mimi sina la kusema saa hii, labda tukionana. So madhe, maybe ungetuambia maneno ya malizia. Mimi maneno ya mwisho mimi nitasema tu Mungu. Endelea tuna hii safari vile wewe mwenyewe ulianzisha, ukutane na mtoto. Basi hata wewe utulie na mimi pia nitulie, mtoto pia atulie, furahi kuwe sasa. Maisha yaendelee.